Boni anze mwanzo. Pisha mzee. Okay, mambo vipi, uko freshi? Natumaini umzima wa afya. Sisi hapa watendaji wako, wafanyakazi wako, Mkola Pictures Crew. Hii ni program ambayo tumeanzisha. Tunatembelea kila aina ya bosi wetu, matajiri zetu ambao kwa namna moja au nyingine katika majambo yao, katika event yao wametuchagua sisi hapa kwenda kuwekea kumbukizi za picha pamoja na video. Tumefanya event nyingi na tutakuwa tunatembelea mabosi mbalimbali, lakini leo zamu ya tajiri wetu, bosi wetu wa kuitwa Nancy Vijora. Ushaona bwana. Tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2024 tulifanya naye jambo maeneo ya Tandale hapo kwa tumbo. Jambo moja lilikuwa hot. Alilifanyia nje, sio kumbini. Katika event yake kuna majambo mengi sana alitokea. Unajua kulitokea nini na nini, kilijili nini na nini. Tumemtembelea Nancy. Karibu hapa useni kwake. Tutafanya naye interview, tutaongea naye vingi, kila kitu na Nancy. Una dogo wewe. Haya. Leo. Kulupu. Bwana. Kuna jipya. Tupo ofisini kwa Nancy, tajiri yetu, bosi wetu. Mwaka jana tarehe 14 tulifanya naye jambo. Mambo vipi? Mambo poa. Nimekusurprise. Kabla uchelewi. Poa, nashukuru. Nimekukuta si unafanya nini? Ndo shughuli zetu hizi, napanga vizuri. Unajua wateja akija atakunjua hichi na kunjua hichi, kukunja hawezi. Kwa hapa ndo kwa unarudishia. Panga. Karibu. Upo na udugu wako? Upo na wadogo zangu. Mambo? Safi. Mambo? Poa. Umependeza. Na wewe mbea. Sawa, Nancy, kwa mgeni nisimame. Kaa chini. Hamna cha kiti. Vijola hamnaga viti. Ukikuta duka la vijola lina kitu joro linaumbea. Hiyo staili yako. Duka la vijola. Kuna duka la vijola pale watu wanakaa kwenye viti. Hamna kiti bwana. Ukiweka kitu joro umbea. Kaa chini hapa. Mambo ya Kiislamu. Kama ambavyo nimekufanyia intro mara ya kwanza kwamba leo ni zamu ya Nancy, bosi wetu ambao tulifanya naye jambo tarehe 14 ya mwezi wa 9 2024. Imepita miezi kadhaa mpaka mwaka umeshapinduka. Nancy, ilikuwa surprise, hatujakupa taarifa, tumekuja kwa kukustukiza, tusamee bure. Haina shida, nakujua wewe mbea. Hapana, sio kwa ajili ya mbea. Tunaanzia hapa. Kwanza hongera kwa shughuli nzuri sana siku ile. Kawaida. Asante na kawaida. Sawa, katika majambo na katika shughuli siku zote kuna vitu vingi sana. Hebu tuanzie kitu cha kwanza. Nakumbuka Nancy aliingia kwa style fulani hivi. Hebu twende kidogo tukaone Nancy aliingia kwa style gani siku ya event yake. Sawa, Nancy, mbona siku ile siku ya shughuli yako tabasamu halikutawala katika uso wako? Shida ilikuwa nini? Nguo nini? Nguo ilinibana. Yaani nguo ilinibana. Wewe unaona yeye nilivyoenda kuvaa ile gubeli. Nilikuwa nacheka, tabasamu inaonekana. Nguo ndugu zangu, yani hamna alonikela wala nilichochukia chochote, hamna. Nguo ilinibana ile, nilikuwa nashindwa yani hata kuwa comfortable, ndo maana. Sasa na kamwili yako unasema nguo imekubana. Je, ingekuwa big? Hamna, nguo zinaenda na vipimo. Kwa hiyo kile kipimo kilikuwa kimenight sana. Sio shida uembamba. Sawa, haina shida. Kuna kitu kimoja pia ambao wanazengo au mimi pamoja na watu wangu nataka tujue. Nancy, walikuja watu walikuitika kweli. Kwa sababu nakumbuka before shughuli yako ulifanyika shughuli moja ya mtu wako mmoja wa karibu, nilifanya mimi na watu wangu pia. Ila ilitawaliwa na mvua, matope, unajua zile. Mwisho wa siku nikakushauri kwamba kwa nini hii jambo lako usilifanyie ukumbini, ukakata. Shida ya kutofanya jambo lako ukumbini ni nini? Unajua shida ya kwanza kuto kuifanya shughuli yangu ukumbini. Kwanza, shughuli ukishaipeleka ukumbini inakuwa ina balance watu.
hata kama mimi nina nia ya kwenda, yani nitasikia tu ile labda kiuvivu, lakini shughuli ukishaifanya yani kwenye uwanja inakuwa ina mkusanyiko wa watu, hata ambao wale hujawaalika wanataka kuja kusimamia kucha waone kitu gani kitafanyika. Ila niambie kweli, shida yako ilikuwa watu ambao watausualika au kulikuwa na watu fulani uliwakusudia ungeka kumbini wasingeona unafanya nini? Yani hivyo vyote vipo. Kwa hiyo tuachane na hayo. Unaishi vizuri na majirani zako? Sana, naishi sana. Okay, pale ilipofanyika shughuli ni kwako ndo unapokaa? Hapana, pale kwa BFF wangu. Kwa nini umefanya kwa BFF na sio kwako? Napokaa uwanja mdogo. Amna. Kwa hiyo tukapanga mimi na yeye shughuli tumefanyia sehemu fulani, tukaongea na mwenye nyumba, hana shida, akakubali, basi tukaamua kufanya. Sio kwamba tukopa hatuna hela ya kupeleka shughuli kwenye hall. Wewe mwenyewe kwanza uliona shughuli jinsi ilivyokuwa imepangiliwa. Kwa hiyo sio kama tukopa hatuna hela kupeleka shughuli kwenye hall. No, hapana. Ila ukishafanya shughuli uwanjani kwanza inakuwa inachangamka, afu nilikuwa nataka ni ule uswahili ule, na ndo kama ulivyoona ni ulikuwepo tropically kabisa. Sawa. Tumekuletea kwa sababu siku zote unaambiwa kwamba huwezi kuona msitu ukiwa ndani yake. Majambo ambayo alikuwa anaendelea siku ile kwa sababu ulikuwa mhusika, huenda kuna vitu vilikuwa vinakupita. Ulivyokuja ku preview kazi yako, sawa? Kuna kitu gani ambacho labda umesema kwamba kwako ilikuwa the best, ulikipenda sana? Sehemu gani katika ile fashi kuanzia shughuli mpaka inaisha? Kitu gani ambacho ulikipenda sana? Kwanza nimeipenda ni shughuli ilivyoanza mpaka ilivyoisha, ila nimempenda DJ wangu, DJ Moze Gonga Machine. Nimempenda MC wangu, yani kajua kuamsha watu vile inavyohitajika. Japo heka za kausha damu, lakini sare unakata. Adui yako kama haja kurusha, muulize unalala wapi malaya. Kabla hajatamba shughulini, muulize unapolala panapostika. Kabla hajatingisha nywele yake original, muulize mguu wake unapostika. Kama unajua mguu unapostika na una magaga na ukienda kwa shemeji uzimi taa, na maanisha rangi moja mara ya pili ya kelele. Watu wameamsha. Amna ile maana kuna shughuli unajua ile ukifika unakuwa yani hauna upepo nayo, unakaa unavoanza, yani shughuli inavoanza mpaka inavoisha. Lakini mimi shughuli imeanza, mimi sipo niko saluni, nimeiona mpaka shughuli inapoisha. Watu ni walikopoa na vibe. Yani wana vibe la kutosha. Okay, ngoja nikupe siri. Siku ya event ya Nancy, swala zima la DJ alikuwepo kakaangu anaitwa DJ Moze. Alikiamsha kweli kweli, sio uongo. Alifanya jambo likawa kubwa kinoma noma. Upande wa MC before Tariq Gobosi ajaja, alimtanguliza dada fulani anaitwa Tabdada, baadaye akaja Tariq na kweli hajafanya jambo dogo, alikiamsha. Nancy ndio kitu ambacho kimemvutia. Twende tukaone kweli Moze na Tariq walifanya balaa. Tukacheki kidogo kitu ambacho kimemfurahisha bosi wetu. Kama unajua bwana unaye na unatamba naye na unaduna naye na unaruhusiwa kumposti na sio shida zako kucheza naye na Musa wa Tom na Jerry, cheza hiyo DJ Moze, wachezeshe. Shoga mnafi, shoga mwizi wa mabwana, shoga safari za waganga hazimuishi. Umetongozwa jana bana na mbaya bwana mpya nao. Kanyaga tupa huko DJ Moze, wachezeshe. Nishafika kwenye kijiji changu. Upati bwana wa mana Mbona nini malaya? Mbona giti Utangaika sana Ukilipa maneno hayo Umabishosti Upati bwana wa mana Mama Mbona giti Utangaika sana. Iko ni kitu ambacho kimekufurahisha. Je, kitu gani ambacho unasema kwamba katika shughuli yangu kile kitu sikikupenda hata kidogo? Nguo kunibana kwa sababu nilipania ile shughuli, yani nilitaka niingie tofauti na watu wote.
Kwa hiyo jinsi ile nguo ilivyonibana na alionivaisha ananiambia ni ukijinengenesha inakuazilisha. Kwa hiyo nilichukia sababu jinsi nilivyopanga kuingia tofauti na nilichokifanya. Kwa hiyo ile nguo ilinibana sana. Kwa hiyo ilikopo sipo Sawa, swali moja la kizushi tuende tukafikia mwisho katika event yote ukifanya baada ya shughuli. Sisi huko Uswahili lazima kutakuwa na vijineno vidogo vidogo kwa ndugu, marafiki, wale watu ambao unakabifu bifu nao. Vipi, kuna maneno unasikia baada ya shughuli kuisha? Sema kweli, usinidanganye. Maneno hayakosi. Kama kwa sababu subiri kwanza, acha umbea. Maneno hayakosi kwa sababu mtu wenye riziki au kosi kupigwa mawe. Maneno yaliongea jinsi ya mitunzo, nimepata mitunzo kwa sababu nimeingia vyama, lakini yani wasichokijua mimi ni mtokaji, na ndio maana watu wameniitika mimi ni mtokaji. Ukinialika na alikika. Nikikupenda lazima nije nikutunze. Kwa hiyo ule mtunzo unaokupa lazima na mimi nikifanya jambo lazima yani urudishe. Ndio maana watu wamerudisha mtunzo wangu, lakini watu walikuwa wanaongea nimepata mimi zile hela kwa sababu ya vyama nilivyoingia. Sio kweli, na mimi hela nilipata alhamdulillah. Yani sio nyingi lakini nimepata. Kama unavyoona duka langu kwa lina nguo tu, hela nimepata msingi wa vijola alhamdulillah, na vijola vinaenda, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mashaallah, mashaallah. Kwa taarifa yako basi swali moja la kizushi. Shingapi TBS? Ai. Tuambie. Shingapi? Siri yangu uniloge. Uko na kupata shingapi? Uniloge. Sawa, jamani, Nancy ametuficha, amesema kwamba hawezi kutaja kiasi ambacho alikipata siku ile. Kitu ambacho kilimfurahisha kama alivyokuambia mara ya kwanza kwamba DJ pamoja na MC jinsi ambavyo wamefanya, lakini kitu ambacho kilimfanya awe bored ni swala zima la nguo yake. Nguo ilimbana sana. Walikusapoti ndugu, jamaa, marafiki pamoja na vyama mbalimbali, si ndio? Ndio. Sawa. Nancy, kwa niaba waambie neno lolote, yapo shughuli imeshapita miezi mingi sana mpaka mwaka umepinduka. Mimi nawapenda sana ndugu zangu, na mimi hapa kama unavyoniona sijawahi kugombana na mtu, sijawahi kusimama barabarani kuchambana na mtu mambo ya ugomvi, ila kuna watu wananunua bifu yani kiunguvu kwangu mimi. Alafu mimi walipo wao, mimi sipo. Wajinunishe, wacheke wao kimpango wao. Mimi nachojali maisha yangu yananiendea. Kwa hiyo nawapenda sana. Mmejumuika kwenye jambo langu leo, kesho kwenye jambo lenu, tuko pamoja kwa chochote kile. Yani siandafi fulani siongei naye kanialika fulani, mimi yuko sipo. Wewe siongei na wewe, lakini hapo anatoka mwenzao anakuja ananialika kwenye shughuli na timba, na kama kawaida yangu nikifika kwenye shughuli, ndio maana watu wengi walinishangaa shughuli yangu nimepooza. Skagi chini, sipozagi. Niko hivyo. Na fly na watu wote, na cheka na kila mtu hivyo yani. Mrs. Godo original pekee. Mrs. Godo original pekee. Godo anakupa support na kuruhusu popote uende. Yani inategemea. Unajua hamna mwanaume anopenda shughuli, ila inategemea na uwagaji. Umeshavaa bwana nenda kwenye shughuli. Mume wangu naomba naenda kwenye shughuli. Alafu ni hivi mwanaume wangu kajifunza kupitia shughuli yangu. Mwanzo wa shughuli mpaka mwisho yupo. Mpaka shughuli inaisha yupo. Kwa kaona nani kanikimbilia, nani hajanikimbilia. Leo hii wewe ujaje kwenye shughuli yangu, unakuja unanigia mimi sale. Nije kwenye shughuli yako nasubiria jibu kutoka kwa mume wangu. Asante. Sawa basi. Najua kuna production nyingi, kuna watu wengi sana ambao wanafanya vitu ambavyo Mkola Pictures tunafanya, lakini wewe Nancy kama Nancy ukasema kwamba katika shughuli yangu nifanye ninavyofanya, MC atakuwa Tariki, DJ atakuwa Moze, lakini watu wa picha na video, ma photographers and videographer na wataka Mkola Pictures, na kweli tukaja. Kwa nini tulikuwa sisi? Hebu tuambie, tupe mawa yetu. Nimevutia na kazi zenu. Maana sio kazi yenu, nimevutiwa na kazi zenu. Maana nikikaa na kwa napitia sana ni kipindi niko karibia na shughuli, nilikuwa napitia vitu mbalimbali kama ma DJ, nikiingia naangalia DJ gani ananivutia hivyo. Alafu pia na ushauri kutoka kwa watu zangu wa karibu. Bwana mimi nataka nimchukue DJ fulani, mchukue DJ fulani. Kwa hiyo nikishaambiwa mchukue DJ fulani, mwenyewe nakaa chini kama sina kazi za kufanya na wapitia. Kwa hiyo kutokana na upande wa picha nilivutiwa na kazi zenu nyingi sana. Kila nikiangalia nilivutiwa sana na nikasema sikubali. Na wewe mwenyewe uliona nilikuwa nasema kila siku sikubali, lazima nikupate na nimekupata. Haina noma. Kwa niaba ya K360 Director Farm, mtu mbadi, meneja wa kampuni Shamte King, kijana mtifu, mimi hapa Malik Mkola, tunasema asante sana. Basi tutakuwa wachoyo wa fadhila
bosi wetu tukusema kwamba umetuchagua sisi, umetupambania, alafu sisi yetu tukaja kufanya interview na wewe leo tukakuacha kapa. Unamfahamu meneja Shamte? Namfahamu. Ana zawadi yako. Yetu. Tunashukuru. Tulikuwa wengi tunafanya hizi kazi, lakini kwa bahati nzuri tupenda sisi na ukatuchagua sisi. Tusiwachoa fadhila. Tumekumbuka shughuli yako, tukaamua tukuletee zawadi kidogo lakini kipokee. Sisi kama Mkola Pictures tumekuletea hii gift yako. Shukrani sana. Nataka kufunua tajiri. Lazima ili tuhakikishe. Akanitia bomu je. Okay. Bosi amefurahi. Nimefurahi jamani, nimetia kitu cha Zara OG. OG kabisa. So fake OG. Aina meneja. Shukrani. Bosi wangu. Mimi nashukuru, wangu ilikuwa zawadi tu. Mimi nakuacha kidogo. Asante sana. Barikiwe. Okay, alright. Anaitwa meneja Shamte, meneja wa kampuni Baba Fudenge. Ameleta zawadi kwa tajiri wetu Nancy. Inaitwa Zara. Umefurahi? Sana. Na sisi tumefurahi. Msijali na nyenyewe mna zawadi yenu tarehe 19 mwezi wa 4. Nina jambo langu. Kwa hiyo msijali kuhusu zawadi. Inshallah. Amina. Aina noma bwana. Leo tulikuwa kwa Nancy Mrs. Godo. Tumekuja tumepiga naye story. Tumeongea naye ile matatu. Amekwambia jinsi shughuli yake ilivyokuwa. Kumbe ile minuno sio kwamba kwa sababu ya nini, ile minuno kwa sababu ya nguo ilimbana. Lakini end of the day imejulikana kila kitu, na hapa mimi pamoja na crew yangu hatuna la ziada zaidi ya kusema kwamba asante sana Nancy kwa kutuchagua. Asante. Asante na wewe pia. Okay, behind the camera kuna K360. Siseme K nani. Mimi Tamali Kimkola. Kuna director Fami Mtumbani pamoja na Shamte King, kijana mtifu. Unataka kujua event ijayo tutaenda kwa nani? Kana sisi tufuatilie. Facebook search Mkola Pictures, Instagram search Mkola_Pictures, TikTok Mkola Pictures 1 pamoja na mitandao mingine, lakini namba yetu ya WhatsApp ni 0656 9435 45. Ni call and WhatsApp. Kana sisi mwanzo mwisho, tunawapenda. Nancy bye. Bye. Mzomee mwambie chizi leo. Kama unamiliki adui mpaka leo vipodozo rekebishani, mwambie mwe huyo. Kama unamiliki mke mwenza mpaka leo Nyero original hana, mwambie hilo. Unajiita malao katika shuka na tausi, boya huyo. DJ Mozo achezeshe mama. What